Madam, mtu akitaka kufahamu style ya uongozi wako, watu wanakuita mama, CEO na nani, lakini wewe mwenyewe style yako ya leadership unaidefine vipi na unadhani nini kimefanya kuwa hivyo? Of course umeeleza mengi kuanzia utoto wako mpaka sasa. Sasa kama tunajumuisha hiyo style ya uongozi wako. Sasa labda niseme kwamba kwanza sina style moja ya uongozi. Nina style mbalimbali za uongozi ambazo ninazitumia kulingana na situation yenyewe. Sawa. Yani huwezi kwenda na style moja ya uongozi. Kiongozi lazima abadilike kulingana na yani unabadilika kulingana na situation. Lakini labda ninaweza kusema kwamba leadership style yangu ambayo iko dominant, ambayo inaonekana, ambayo pengine naitumia kwa ujumla na kila mara ni democratic leadership. Sawa. Kwamba unawajumuisha watu. Tusikilizane. Unasikiliza. Unapata opinion zao kabla ya kufanya maamuzi. Lakini ukumbuke kwamba hata unapokuwa democratic, mwisho wa siku maamuzi unakuwa responsible kwa maamuzi yanayotokea. Lakini nayo pia huwezi kuitumia all the time. Saa ingine yani inabidi useme sasa tunaenda hivi. Pamoja na kwamba ni democratic, umewapa watu nafasi, wamefanya, wametoa ushauri wao, lakini kuna wakati unafika unasema sasa naona tuende hivi. Lakini baada ya kuwa umesha kusanya maoni huku na huku. Na mimi nimeona faida kubwa sana ya hii style ya uongozi. Na hasa hata hapa NMB, democratic style ina namna ya kuwaweka watu pamoja. Ina namna ya kuona kwamba watu wanashirikishwa. Kwa hiyo ile teamwork inaongezeka, na mimi nimeiona hakika hapa NMB. Hata nyie mnashuhudia kwamba executive committee iko pamoja, inafanya kazi kwa pamoja, inafanya kazi kama team. Yani pamoja na kwamba pengine kunaweza kutokea maamuzi ambayo tunasema sasa hapa tunaenda hivi, lakini mtu anajua kabisa tumeenda hivi kwa sababu gani. Inajenga uaminifu, inajenga kuaminiana, inajenga trust sana, na inajenga pia watu kuona kwamba wanathaminiwa. Ninamshukuru Mungu kwa style hiyo, na nimeona hata nilipoitumia hapa imeijenga benki ambayo watu wake, viongozi wake wanaaminiana, wana teamwork, na nadhani tunaenda vizuri kwa pamoja. Leadership style nyingine ambayo naitumia sana ni coaching style. Sasa hii nadhani ni kutokana na background yangu ya kufanya kazi PwC na kama auditor. Coaching ndio mkate wa kila siku. Wewe unapoanza kazi utafundishwa kazi, na unapokuwa tu yani ile sasa associate 2, unapokuwa tu associate 1, associate 2 anapokuja wewe ndo utakuwa unamcoach. Kwa hiyo ile kucoach watu nadhani ni kitu ambacho kiko tu ndani yangu. Wewe ukija pale ofisini kwangu, hata kama una barua tu, lazima utaulizwa swali, utarudishwa, kitasahihishwa hapa. Imenisaidia kujenga timu ambayo inajifunza, inawajibika, na inaona iko responsible kwenye kufanya kazi. Kwa hiyo labda naweza kusema hizi ndio leadership style mbili kubwa nizo nazo. Ni kama nilivyosema, ni nyingine na unazitumia kulingana na situation. Unapozungumza kuhusu coaching sasa hivi kwenye mijadala mingi huko inayohusu career, watu wanasema maofisini huku kimeingia kizazi kinaitwa Gen Z. Hawa watu bwana wana namna yao ya kufanya mambo, yani utaratibu wao hawajui kabisa. Lakini kwa hiki unachokisema, pengine na wale waliopo ambao wao sio Gen Z wasitupe huo mpira moja kwa moja kwa watu wengine, kwamba na wao wana jukumu la kufanya coaching ili watu wakae kwenye njia inayopaswa. Kabisa. Uko sahihi kabisa. Coaching nadhani ni muhimu. Kuwafundisha, kuwaelekeza on a daily basis. Lakini labda niseme sasa, Gen Z unajua ni kizazi ambacho kimekuja, ni kizazi cha aina yake. Ndio. Na hapa sasa ndipo ambapo viongozi, sisi tulioko kwenye uongozi wa taasisi hizi, kwa sababu tayari tumeshaanza kupokea Gen Z kwenye taasisi zetu. Ndio. Ile niliyosema kubadilisha mindset. Kwa sababu hawa watu wanatuletea challenge ambazo inabidi tubadilike. Kama sio kubadilika, basi pia tuwaeleze kwa nini
hatubadilishi. Wanakuchallenge kiasi kwamba na saa ingine wana make sense, inabidi na wewe uanze kujipanga kubadilisha, kwa sababu unahitaji kuaccommodate watu wa namna hii. Ni vijana wana akili, wanaleta mtazamo mwingine kwenye benki. Sisi tayari hapa wanatuchallenge big time. Big time, na hasa HR. HR wanatuchallenge sana sana. Nadhani kuna mmoja alienda HR akasema sasa nyie mnanilipia insurance ya medical. Akasema hiyo hela mimi nipeni niende gym. Kwa sababu nikiwa gym nitakuwa fit. Sitaumwa, kwa hiyo insurance itakuwa siitumi. Haulipi tena hospitali. Umeona? Kwa hiyo mitazamo kama hiyo. Kwa hiyo unahitaji utulie, uwaeleze kwamba labda kwa nini tunafanya insurance, ama pengine waanze kutafakari na wewe. Pengine kweli nitoe kidogo niwape waende gym, wawe fit, ama yani vitu kama hivyo. Sisemi kwamba tumeanza kufanya hivyo, lakini kuna mambo mengi wanatuchallenge. Mavazi. Anakuambia sasa mimi naenda Kariakoo kuuza. Kweli unataka nivae suit na tai? Kwa nini usiniruhusu nivae t-shirt na jeans? Ndio. Au sio? Sahihi kabisa. Ni vitu ambavyo na sisi tayari tumeshaanza kuviangalia, na pengine kuna baadhi ya policies zitabidi tuzilegeze kidogo, kwa sababu saa ingine wanaleta vitu ambavyo vina make sense. Kwa hiyo nadhani tutaenda nao hivyo, kuangalia vitu ambavyo tutaweza kuvibadilisha. Dunia inabadilika, na mabadiliko ni wanasema mabadiliko ndio the only constant. Kuna rafiki yangu mmoja amejaza vitabu hivi kwenye shelf yake, ukiingia sebleni ili awe anaweza kupiga picha, na na hakika hajasoma hata kimoja. Wewe madam, ni vitabu gani kwako wewe ni favorite kabisa, vitabu vyako pendwa kabisa nyakati zote? Vitabu pendwa. Sasa kwa umri huu na kwa kazi zilizo nazo na hizi level mbalimbali tulizopita, uongozi tulio nao, nimesoma vitabu vingi. Sahihi. Nimesoma vitabu vingi, lakini labda naweza kusema kwamba kitabu changu pendwa cha majira yote, cha nyakati zote, imebaki kuwa Biblia. Biblia ndio imekuwa mwongozo wa maisha yangu binafsi, lakini maisha yangu ya uongozi. Na katika mtazamo wa kiuongozi sasa, Biblia imejenga uongozi wangu katika misingi ya uadilifu, misingi ya utu, huruma, uwajibikaji, huduma, kutambua kwamba uongozi ni huduma. Ndio. Ni kuhudumia watu. Ndio. Lakini uwajibikaji na haki pia. Haki. Huruma. Ndio. Lakini sasa mfano ninaposema uwajibikaji na haki, ama haki na uwajibikaji, ina maana hata kama tuna huruma lakini ukiibia benki tunakufukuza. Sawa. Na tunakuripoti. Ikiwezekana utafungwa. Tuna huruma, lakini tuna wajibu wa kuhakikisha benki inapata haki yake. Lakini vice versa is also the truth. Uhakikishe kwamba wafanyakazi wanapata haki wanayostahili. Lakini labda niseme kitabu kingine cha maisha sasa ya uongozi ambacho nimekuja kukipenda, ama nilikuja kukipenda sana, ni kitabu cha Indra Nooyi. Indra Nooyi. Okay. Indra Nooyi alikuwa ni chairman na CEO wa PepsiCo Group. Kitabu chake kinaitwa My Life in Full. Nimekuja kukipenda sana hicho kitabu. Indra Nooyi aliongoza PepsiCo kwa misingi ya huruma, misingi ya kuangalia long term, lakini misingi ya kuleta usawa kazini, kizazi chenye usawa kazini. Lakini alikuja na performance with purpose. Ambayo niliipenda sana. Sasa nilivyokuja kusoma kile kitabu, wakati nipo kwenye uongozi, kuna vitu vingi ambavyo pia nilikuwa navifanya. Lakini yani nilikuwa siwezi kuvielezea, na pengine sina uhakika sana kama yani hivi ni vinafaa kwenye uongozi. Lakini nilivyokuja kusoma kitabu cha Indra Nooyi,
Ndio. Baadaye nilikuja kuanza kufanya hayo maamuzi with confidence, kwa sababu nikaona kwamba yani kumbe kuna watu wameyafanya na yameleta mabadiliko makubwa hata kwenye taasisi zao huko duniani. Sawa sawa. Kwa nadhani vitabu vingine vingi nimevisoma. Hivi karibuni nilikuwa nasoma kitabu cha The Diary of the CEO. The Diary of the CEO. Diary of the CEO. Aliniletea Azizi Chacha, treasurer wetu. Aliniletea kile kitabu, nimekuwa nikikisoma na kuna sehemu kinafurahisha sana, mambo ya uongozi, mambo ya marketing, na nimekuwa nikiscreenshot na watumia kwenye group la Exco. Ni vitabu vingi unasoma kwa kweli, na ndio maisha, ni kujifunza kila siku. Yani hata unapokuwa huku kazini lazima unaendelea kuwa mwanafunzi. You continue to become a lifelong learner. Sawa sawa. Hayo ndio maisha haya tulio nao, ni kujifunza kila siku. Hii benki imewekeza kwenye vitu vingi, kwenye miundombinu, teknolojia na maeneo mengine yote. Watu ukiweka kwenye vipaumbele, ajenda ya watu ni namba ngapi? Namba 1, na nimesema kila siku. Kwako wewe ni namba 1? Kwangu mimi ni namba 1. Umetaja hapo sehemu moja ya mazungumzo yetu, mkakati ambao tumeuishi na kuufanyia kazi kwa miaka 5. Pengine kwa uchache tu, huko tunakwenda mbele, tarajie nini kwenye eneo hilo la watu? Sasa ajenda ya watu kwenye benki kama ambavyo nimesema, imeendelea kuwa kipaumbele chetu kikubwa sana. Hiyo nimesema kila mara, na tumedhihirisha kwa vitendo kwamba hakika tumeweka ajenda ya watu kama kipaumbele, yani kipaumbele kikubwa kwenye benki. Na mimi ninatambua kwamba, na kila siku nimesema na kuthibitisha kwamba unapowekeza kwa watu, unapowekeza kwa wafanyakazi, wao wanawekeza kwenye biashara yako, wanawekeza kwa wateja. Sawa sawa. Na hakika nadhani hii tumeiona. Kwa hiyo kwetu sisi benki ya NMB, na niendelee tu kuthibitisha na kutoa assurance kwamba ajenda ya watu itaendelea kuwa priority namba 1 kabisa ndani ya benki, kwa sababu tunajua kwamba tukiwekeza kwa dhati kwa wafanyakazi wetu, wao nao wataendelea kuwekeza kwa dhati kwenye biashara hii. Watawekeza kwa dhati kwa wateja wetu. NMB Kinara. Program hii, mradi huu ambao tunaufanya kwa sasa, unadhani unaenda kuongeza nini, unaenda kusaidia nini kwenye ajenda hiyo ya watu? Sawa kabisa. Sasa kwa vile ajenda hii tayari ni priority, ndio Kinara inaenda kutusaidia kufocus zaidi, kwamba sasa tuna program ambayo kipekee kabisa itaenda kuangalia vijana wetu, kwanza kuwaandaa, lakini kuwapa uwezo, kuwatambua na kuwaendeleza katika safari yao ya uongozi ama wanapofanya kazi ndani ya benki. Kinara itaenda kutambua vijana hao, kuwapa uwezo, kuwaendeleza na kuwasaidia kuwa viongozi ambao wanafanya maamuzi kama kiongozi. Yani sio tu kiongozi kwa cheo, lakini kiongozi anayeielewa biashara ya benki ya NMB, kiongozi anayeelewa maono ya benki ya NMB, anayeelewa benki hii inaenda wapi. Kiongozi anayejua vision ya benki, maono ya benki, anayejua benki inaenda wapi, anayejua maamuzi gani ni sahihi yafanyike. Hiyo ndio kazi ya Kinara. Tutaitumia Kinara kuwatambua vijana wetu, kuwaendeleza vijana wetu, tutainvesti kwao ili kuwajenga kuwa viongozi wenye maadili, viongozi wanaofanya maamuzi kwa ajili ya mustakabali wa benki hii mbele zaidi. Tumie nafasi hii kuwasisitiza, kuwashauri, kuwahamasisha wafanyakazi wote wa benki ya NMB kushiriki kwa dhati kabisa kwenye programu hii ya Kinara. Tutawekeza kwa kiasi kikubwa sana kuona kwamba tunaendelea kujenga viongozi wa benki ya NMB wanaojiamini, wanaoijua biashara na wanaoweza kuongoza kwa mtazamo huo. Napenda kauli mbiu ya Kinara inasema tunakukubali. Benki inamwambia mfanyakazi wake na kila mtu aliyoko ndani kwamba tunakukubali. Sasa tumezungumza mengi madam. Ushauri wako kwa wafanyakazi wa benki ya NMB?
pengine pia kwa vijana wengi wa hili taifa ambao wanakutazama. Ndio. Asante. Nishauri hivi, ndugu zangu vijana wa Kitanzania, wafanyakazi wa benki ya NMB, maisha ni fursa. Maisha ni fursa, na fursa hii ni fursa ya kuleta mabadiliko chanya. Unapokuwa umepata fursa ya maisha, basi itumie hiyo fursa vizuri. Mshukuru Mungu, itumie fursa hiyo kuleta mabadiliko, kuleta matumaini, kuboresha maisha ya wengine. Na kwa upande wa wafanyakazi wa benki ya NMB, ndugu zangu, tumefanya mengi. Tumeongea mafanikio mengi makubwa ambayo tumeyafanya kwa pamoja. Kwa hiyo kwa fursa hii ambayo Mungu anaendelea kutupa ya maisha, basi tuendelee kufanya zaidi ya tulichofanya huko nyuma, ili tuendelee kugusa maisha ya Watanzania kwa nafasi nyingine ya kipekee zaidi. Fursa bado ni nyingi sana ndani ya benki, kwenye nchi hii. Nina imani tukiendelea kufanya kazi kwa uadilifu pamoja, tutaendelea kuleta mafanikio makubwa, lakini impact kubwa kwa Watanzania. Niwatakie kila laheri, na kama siku zote ambavyo nimesema, ninawapenda na Mungu awabariki sana. Maisha ni fursa. Itumie vizuri fursa hiyo kuleta matumaini kwa wengine, kuwanyanyua wengine na kuleta mabadiliko pale ulipo kwenye nchi yako. Hayo ndio ambayo nimeyachukua kutoka kwa CEO ambaye ametueleza safari yake kutoka huko Kilakala, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, PwC, Standard Chartered na benki NMB, na namna ambavyo yeye ameweza kuitumia fursa hiyo ya maisha kuweza kuleta mabadiliko. Hii ni NMB Kinara, kama ambavyo tumekwisha kufahamu, inafika katika maeneo mbalimbali kwenye matawi, kwenye kanda zetu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba benki hii kuonesha namna ambavyo inakukubali na inataka wewe uendelee kukua. Wewe ni kinara. Madam, asante sana. Ninakukubali. Asante kwa kunikubali na kutukubali sisi. Asante sana. Tumemaliza. NMB Bank, karibu yako.